The Chair Budget Kisii County. My name is Honorable Peter Utachi, and today we are the first county to pass a budget in the entire country. And the budget that we passed is amounting to 14.536 billion shillings. Out of this budget, we are expecting to get the on-source revenue of 650. We are also expecting to get money from the equitable share. Initially it was 9.3, but during the negotiations that happened between the Parliament and the Senate, we were given an additional allocation of 215 million, making a total of 9.6 billion. We also have conditional and unconditional grants, and also unspent balances of 3.4 billion. So the total amount of budget that we have stands at 14.536 billion. So this year, I want to report that most of the roads have been allocated to the Department of Roads and Development. The Department of Medical Services and Health has also taken a chunk of the budget because it pays salaries to doctors, nurses, and all those people, including also the how do we call these people, CSPs. So it has an allocation of close to 4 billion out of the entire budget. So we want to assure our people that out of this budget, there's also ward-based budget of 27 million, which is the minimum, and also money that will be going towards will be 5 million as a bursary, an additional allocation. So we want to assure our people that there will be development looking out of the things that people have organized and the plans that MCS have in their mind. Thank you. Ni Manane Richmond Ayori, ambaye pia ni mwanakamati katika bajeti ya makadirio. Mimi langu ningesema kwamba kwa serikali zote za ugatuzi katika nchi yetu ya Kenya, tumekuwa serikali ya kwanza ya ugatuzi ambayo tumeweza kupitisha bajeti yetu ambayo ilikuwa ni kama bilioni 14.3. Lakini mgao zaidi umeenda katika ujenzi wa barabara na sekta ya afya, ambapo tunaweza kuangalia kwamba katika sekta ya barabara watu ama waheshimiwa wengi waliweza kuonelea kwamba waweke hela pale kwa sababu barabara zetu ni mbaya, kwa sababu pia mvua imekuwa mingi katika hii pande yetu ya kwetu ya Kisii. Upande wa afya tumeweza kuonelea kwamba kuna hospitali kubwa zile ambazo ziko katika mazahanati mingi hazina ujenzi ya kisasa. Tumeweza kuweka hela pale ili tuweze kuinua, kwa sababu unajua afya pia ni muhimu katika jamii. Pia kuna wale madaktari ambao wanajitolea kwa kusaidia. Tumeweza kuweka mgao pale kwa sababu lazima pia wao waweze kupata mshahara mwisho wa mwezi. Na tukiangalia katika sekta mingi ambapo tumeweka hela, katika upande wa maji tumeweka hela kwa sababu maji pia ni muhimu. Tunataka katika mwaka huu ambao tunaenda kwa hii bajeti tuweze kuangalia kwamba yale mapato ambayo tulikuwa nayo na wananchi wetu yote tumetekeleza. Kama yatabaki machache. Na ukiangalia katika huu mwaka ambao umepita, hatungeweza kufanya kazi yote vile ilivyokuwa imepangiliwa katika bajeti. Tumeweza kuhamisha zile hela kuja kwa mwaka mwingine ili ile kazi lazima ifanyike. Kwa hivyo letu changamoto mingi ambazo tulikuwa nazo, nafikia kwa sasa hivi tutazirekebisha. Na tukirekebisha, ambaye tukiwa na uongozi wake Gavana Simba Arati, najua yote yatatekelezwa kwa sababu ile mpangilio yote ambayo iko lazima itatekelezwa. Kwa hivyo letu ni kuhimiza wananchi wawe waangalifu especially wakati kama saizi wa kukusanya ushuru. Kama saizi mmeelekezwa na mwenzangu ya kwamba tumefika nusu bilioni, ambayo ina maana ya kwamba kitambo mwaka huu tukimaliza mwaka huu labda tunaweza kanyaga bilioni 1. Mliona kwa sababu kulikuwa na uzembe katika wale maafisa wa kukusanya ushuru, ambapo tumerekebisha. Sasa tunameleta ile njia ya kidijitali ya kuweza kusanya ushuru. Kwa hivyo tuna imani ya kwamba hii bajeti itatekelezwa na yote yatafanyika katika mwaka huu mmoja. Asanteni sana. Labda katika mazungumzo ambayo yamefanyika hii leo kwenye bunge, kuna malilio kwamba labda wadi zingine zimeachwa nje? Hapana. Kwa sasa unajua sisi wakati tulikuwa tunajaribu kuwa na mjadala na gavana ambaye ni afisa mkuu wa kaunti yetu, tumilipata ya kwamba aliweza kukaa na sisi waheshimiwa ambao tumechaguliwa kutoka wadi mbalimbali, na tukaelekezwa ya kwamba mgao wa chini sana ambayo tunaweza pewa kama wadi ni milioni 27, ambayo hiyo milioni 27
ni hela za chini kabisa ambaye tunaweza kupeleka kwenye wodi ya kila wodi, lakini ila kuna ile miradi ambayo inatekelezwa na gavana. Yeye ana uwezo wa kuangalia ni wapi na wapi mradi fulani unahitajika. Yeye ana uwezo wa kuongeza hela pale. Imaanisha kwamba hizi milioni 27 pekee zinatosha kwenye wodi. Yeye gavana mwenyewe anaweza angalia na maafisa wake, atoe mapendekezo ya kwamba mahali fulani tunahitaji hospitali. Yeye ni jukumu yake kwa zile hela ambazo amebaki nazo kwenye bajeti. Ukipiga hesabu milioni 27 mara ukipiga hesabu na wodi 45 unaweza pata ni pesa ngapi hapo zimeenda. Lakini kuna mabaki pale. Yale mabaki gavana yeye ndiye anaweza kufanya nini? Kugawa bila anahitaji. Kwa hivyo hakuna wodi yeyote ambayo ina malalamishi. Ndio maana umeona tumekuwa na mjadala mwenye hekima. Leo hakuja kuwa na furugu yeyote ambayo ukiweza nyinyi wenyewe mmekuwa pale mmeshuhudia. Tumekuwa na majadiliano masafi sana. Hatujakuwa na cheche yeyote. Kidogo tu labda mheshimiwa, kuna miradi ambayo labda imesimama, imekwama, na kandarasi labda wamesimamisha. Haya, hii miradi ambayo imekwama saa zingine unaweza pata. Sisi wakati tulipewa mwaka huu ambayo tunamalizia sasa, tulipewa zile hela, tulikuwa tumepewa mgao wa milioni 27. Lakini tukachukua sisi wenyewe kama waheshimiwa ambaye sisi si mnasemaje wadasisi ma engineers. Sisi si ma engineers kwa ile lugha ambayo inaweza nikuweka kwa ile lugha ambayo inaweza eleweka vizuri. Wenzetu wakaenda wakaweka kama darasa la shule ya chekechea unaweka milioni 1. Hii milioni 1 imefanywa miaka 3 iliyopita. Hivi sasa simiti imeongeza, mchanga lori moja imeongeza bei. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya hesabu kulingana nao wakati ule. Bidhaa zimeongeza kwa maduka. Unaona uchumi nayo ndio hiyo, ushuru iko juu. Kwa hivyo sasa hatungeweza kupea mwanakandarasi hiyo kandarasi aendelee. Walikataa. Kwa hivyo ni jukumu ya waheshimiwa sasa waongezee hela, ambayo chenye wamefanya ni kuongezea hela kwa ile pesa ambayo walikuwa wameweka kwa ile bajeti iliyopita, ili mwanakandarasi apatikane aende amalize ile kandarasi kwa miradi ambayo imesimama. Saa zingine sasa hivi ni bila mjui. Wanakandarasi karibu wote wanaelekea kulipwa na kumalizwa. Kwa hivyo saizi hata ile unasema quarter report ambayo inakuja yaenda ikawa account yetu ya Kisii inaweza kuwa hata namba 10. Kwa hivyo hatutakuwa mwisho tena na tunaendelea mbele. Paka tutakuwa kufikia mwaka huu tukielekea mwezi wa 12 tunaweza kuwa Kisii county iko namba 1. Kwa hivyo wanakandarasi wamelipwa, ile miradi ile ilikuwa imesimama lazima itaendelea. Mheshimiwa Jim Kenyanya ambaye ni vice chair wa kamati ya bajeti katika kaunti yetu ya Kisii, lenye ambao nataka kuhakikishia watu wetu wa Kisii ni kwamba katika bajeti hii ambayo tumeipitisha, vitu ambao tumepanga kama waheshimiwa itaenda kufanya kwa haraka sana, kwa sababu tunatarajia kufikia mwezi wa 8 miradi mingi itakuwa imeanza kufanywa na kumalizia mwaka itakuwa tumemaliza karibu miradi mingi. Michache ndio tutafanya tufukapo mwaka mpya. Kwa hivyo nina imani ya kwamba yale ambayo tumepanga kama kamati itasaidia watu wetu hasa katika nyanja mbalimbali, elimu, maji, maneno ya afya na vitengo vingine ambao tuliweka katika bajeti. Kwa hivyo nataka kuwasihi na kuhakikishia watu wetu ya kwamba waheshimiwa ambao wameweka miradi yao, tuna hakika itafanywa na kwa haraka sana. Kwa hivyo asante.